Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, ni Kolefa Iftari Day ambayo imefanyika hapa Kibaha kwa Matias, na miongoni mwa watu ambao wameshiriki iftari hii niko na kiongozi hapa, atajitambulisha kwa majina yake. Kiongozi, kwanza habari yako? Alhamdulillah, yuko vizuri. Labda kwa majina, watu hawakufahamu, wanataka kutambue kwa majina yako, unaitwa nani? Mimi naitwa Salvatore Nkindiko, ni balozi wa soka la wanawake Tanzania bara na visiwani. Yes. Balozi wa soka la wanawake Tanzania bara na visiwani. Umekuwa ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki iftari hii siku ya leo. Umeona imekuwa ni iftari ya aina gani, au unaweza kuzungumziaje tukio ambalo limefanyika leo ambalo limeandaliwa na Kolefa? Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu, na katika hilo niwapongeze sana chama cha mpira wa miguu mkoa wa Pwani kwa maana ya Kolefa, kwa sababu ni hatua moja mbele ambao wameipiga kwa hiki ambacho wamekitengeneza. Tumezoea kuona umoja kwa wanamichezo unatengenezwa pale ambapo tunakutana kwenye mechi, kwenye vikao mbalimbali, lakini hiki ambacho wamekifanya kimefanya tumekutana. Unaona, watu tumetoka Dar es Salaam, watu wametoka maeneo ya jirani wamekuja hapa. Kwa ni kitu ambacho ni kizuri sana ambacho wamekifanya Kolefa. Pengine tumeona dua ambayo imesomwa hapo. Pengine unaweza kuambia watazamaji hapa ilikuwa ni dua ya aina gani? Moja ya kitu ambacho nakipongeza pia ni hiki kwamba kuna viongozi ambao watu wa mpira na wasokoa wa mpira ambao wametangulia mbele za haki. Kolefa amechukua nafasi hiyo kukaribisha mashehe, imam na viongozi wengine wa dini kwa ajili ya kuja kusoma dua kwa ajili ya kuwakumbuka ndugu zetu na kuombea ndugu zetu ambao wametangulia mbele za haki. Lakini pia nimeona kuna dua nyingine ambayo tumesoma ya kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini pia kuombea nchi yetu kulingana na aina ya mazingira ambayo tuko nayo. Tunapendelea, tunaona nchi za wenzetu masuala mbalimbali ambayo yanakuwa yanafanya hasa vita na kadhalika, lakini nchi yetu tumekuwa tukiwa na amani kwa muda mwingi. Kwa hiyo pengine dua yetu itasaidia kuendelea kuwa na amani ambayo tuko nayo. Lakini pia kwa mbali tulisikia pia Kolefa na uongozi mzima wanaendelea kumwombea Mheshimiwa Rais pia wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, Mr. Wallace Karia. Of course Karia ni mmoja ya viongozi ambao wamefanya vizuri sana katika football ya Tanzania. Hicho ni kitu ambacho hakipingiki. Kwa hiyo Kolefa wamechukua nafasi hiyo kumwombea dua pamoja na jopo zima la uongozi. Binafsi na wapongeza sana kwa hatua nzuri na bora ambao wameamua kuichukua kama chama cha mpira wa miguu. Nini wito wako sasa kwa viongozi wa Kolefa na viongozi wengine wa mpira wa miguu? Mimi sasa nikiwa kama balozi wa soka la wanawake, wanasemaga mwamba ngoma uvutia kwake. Mimi ningependa kuona wao kama chama cha mpira wa miguu mkoa wajaribu kuona namna gani wanaweza kuwekeza nguvu pia kwenye soka la wanawake. Nadhani tumeona soka la wanawake limekuwa ni sehemu ya kufanya nchi yetu yani wanatutoa kimasomaso, niseme hivyo. Mwaka 2022 tumekwenda kushiriki mashindano ya kombe la dunia na tukaishia katika hatua ya robo finali, na hivi tunavyozungumza timu yetu ya taifa ya Twiga Stars imefuzu katika michuano ya WAFCON inayotarajia kufanyika mapema mwezi wa 7. Lakini timu yetu ya taifa pia ya wanawake ya futsal wanataraji kusafiri kwenda kwenye mashindano nchini Morocco hivi karibuni. Kwa hiyo soka la wanawake linatoa kimasomaso. Kwa mimi natamani kuona wao kama chama cha mpira wa miguu mkoa wa Pwani wajaribu kufanya uwekezaji katika soka la wanawake, na mimi naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah utakwenda kuwalipa. Mimi nikushukuru sana. Asante sana na niwatakie kila laheri. Asante. Amina.